Maisha yangu maseke maseke. Dada. 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 Wae. Maisha yangu maseke maseke. Hali yangu inafanya niteseke. Oa, vipi tena mtaani kwetu? Fresh bro. Mani po kule nasikia dada. Kuna dada yako mundani? Samahani bro. Mimi nimeokota makopo. Na hapa nishawahi kuja siku moja. Nikamkuta mdada. Akanambia niwe napita siku moja kupitia makopo. Atakuwa ananihifadhia. Sasa hebu angalia uwanja wote. Kuna sehemu unaona makopo hapa? Hapana. Lakini kama nilivyokuambia, yeye mwenyewe ndo aliniambia niwe napitia siku moja hapa. Ina maana wewe unaonyesha kabisa wewe ni mwizi. Umo kwenye roba kuna nini? Haya ni makopo ambayo mimi naokota. Na usije ukaona labda hivi viroba nilivyobeba ukahisi labda mimi ni mwizi. Hapana bro. Na kama unahisi nikutolee uangalie labda. Vimwage chini vyote hivi. Rudisha kwenye fuko lako, anatoa harufu bwana. Tia humo. Kuna makopo yako ya chooni? Rudisha kwenye roba, vinatoa harufu. Wewe, kuna nini hapa? Sio mshamba, mimi nilikuwa chooni huko nasikia dada ngamuza kuna dada yako hapa, mbona unapiga makelele hapa? Wewe, sikiliza. Huyu nimemwambia mimi haje hapa. Ndio maana umemsikia anaita dada. Asingeita dada bila mimi. Na huyu sio chizi. Kusema atoke huko aanze kuita tu dada. Angejuaje kama humu kunakaa dada? Kama sio mimi kumuita huyu. Sikiliza. Zile takataka unazokataa wewe kwenda kuzitupa, huyu ndo anaoenda kuzitupa. Unasikia dada? Mimi huyu nilimfokea kwa sababu hata ndio za choni zenyewe unaona hazipo hapa. Huyu ndo anachukuaga sometimes anaenda kuuza huko. Sikiliza, wewe kuwa makini na maneno yako. Umesikia eh? Kuwa makini na nini? Na maneno yako. Huyu ameanza kupita jana tu mkaka watu, leo namwambia ameiba ndoo. Ameiba ndoo gani? Ndoo gani? Ndoo yako. Ya kwako wewe, ndoo ya kwako wewe aliyokuibia iko wapi? Bro, nashukuru kwa kuniita mimi ni mwizi. Nakumbuka wewe ni mwanaume mwenzangu najua. Sio kama nafanya hivi mimi mwenyewe napenda. Hii ni changamoto ya kimaisha. Hata wewe mwenyewe naweza kukukuta muda wote. Dadangu, nashukuru. Mimi ngoja niondoke. Hapana, usiondoke. Kachukue takataka zile wewe ndio katupe kama kawaida, nakupa hela kesho njoo. Nashukuru dadangu kusikia hivyo. Basi poa bwana, mimi niwaache. Kwake Mola naelekea mie, mi mwana naomba nihurumie. Oh mie, kila siku nateseka mie. Shemeji. Vipi tena katika hali hii? Shemeji, kwani kuna ubaya? Shida ipo ndio. Wewe uone ulivyo. Shemeji, humu ndani kwenyewe ni joto kali limezidi sana. Alafu sasa bora hata kungekuwa kuna feni, hamna hata feni. Ndio maana nimekaa hivi ili nipate hata upepo. Shemeji, kumbuka upo nyumbani kwangu. Na unajua wazi kwamba mimi hapa sina mke wala nini. Sasa unaponivalia mavazi kama haya unamaanisha nini yani? Kwani shemeji wewe ni mtoto? Unamaanisha nini kuniambia mimi ni mtoto? Sasa hapo shida iko wapi mimi kukai? Shemeji, naomba unielewe kitu kimoja. Hapa nyumbani kwangu hapako kama unavyofikiria wewe. Wewe ni shemeji yangu. Ni mke wa kaka yangu.
Yaani mimi ninavyokuona wewe, yaani siona utofauti kabisa na dada yangu. Si umeelewa? Kwa hiyo siwezi nikapandisha hisia zote mimi na wewe kwa upande wako wewe. Sasa shemeji, wewe hapo usichokielewa kitu gani? Nisikilize shemeji. Unapokuwa kwangu hapa, jitahidi sana ujistiri. Si umeelewa? Jitahidi ujistiri. Tabia zako hizo ziache huko ulipokuwa nazo. Mimi kwangu sizitaki hizo tabia. Na usifikirie kabisa kwamba nitakuja kuingia kwenye njia zako. Heshimiane shemeji. Si unanielewa? Nimekuelewa baba mwenye nyumba. Habari ya saizi dadangu. Salama. Kwema. Kwema. Samahani dadangu. Mimi nilikuwa naomba hiyo chupa. Hii. Poa. Mimi sitaki hiyo juisi. Mimi nilikuwa naliomba tu hilo kopo. Kwa hiyo wewe kunywa juisi tu malize. Alafu nipatie hilo kopo. Hamna, chukua tu. Hamna. Mimi nilikuwa nahitaji tu kopo dadangu. Kwa hiyo wewe kunywa tu juisi umalize dadangu. Sasa si ndio unachukua unakunywa alafu unachukua na kopo kabisa. Nashukuru sana dadangu. Na samahani dada. Mimi nimeokota makopo. Na kama unavyojua sasa haya makopo hayapatikani dadangu. Nazunguka kutwa mzima lakini sipati kilo za kwenda kupima dadangu. Na umenipa hii juisi. Nitakunywa itaisha. Kwa hiyo mihangaiko itakuwa iko pale pale. Nilikuwa nakuomba dadangu, kama nyumbani kwenu mtakuwa na kazi, unipeleke wanipatie kazi dadangu. Niachane na hii kazi. Kwa nyumbani kwetu kazi? Sijajua maana ninavyopaona pale nyumbani. Aya sawa. Ngoja basi nikaongea na kakangu maana pale naishi na kakangu na wifi yangu. Kama kutakuwa na kazi, siku yote nikikutana naye mimi nitakwambia. Utakuwa umenisaidia sana dadangu. Maana hii kazi sina uhakika wa kula, sina uhakika wa kulala. Nazurura kuanzia asubuhi usiku dadangu. Kwa hiyo ukifanya hivyo, utakuwa umenisaidia sana dadangu. Usijali kaka. Mimi nitakusaidia. Kwa sababu najua hata hayo nayo yapitia wewe mwenyewe hujapendezwa nayo. Ni vile tu hali ya maisha. Chukua basi na hizi biskuti. Nashukuru dadangu. Nitakunywa tu hii juisi, hata hivyo shanisaidia. Mimi ngoja tu niondoke dadangu. Nateseka mimi, yani naumia mimi, nadhalilika mimi. Mimi unakosa langu silioni, kama lipo nijuze manani. Karibu shoga yangu. Asante. Kwema? Wewe mwanza kupotea. Nipo shoga, naona unaoshaosha vyombo hapo. Naoshaosha vyombo mwenzangu, si unajua tena tukiondoka asubuhi kurudi jioni huko nikwambie, hatuna hata muda navyo, vumbi kibao. Yaani shoga yangu hatari. Kwanza huko ni shaya bananga. Wewe Tifa, umeabananga nini? Nimeachika shoga. Ndo kwanza kusikia. Ili kwanza taosha kwanza. Yaani hapa unavyoniona shoga, story ndefu. Kuna siku nilitoka zangu nikamlaza babatu nje. Kurudi nimemkuta mlangoni kafula, nakwambia amekasirika. Yaani hapa unavyoniona nakaa kwa shemeji yangu. Unakaa kwa shemeji yako wewe? Ndio. Kwa maana mmeshindikana kabisa kumwomba msamaha. Yaani kitu kikubwa nini kwanza kilichokufanya mpaka wewe uachike? Kasimwombi msamaha la nini? Shida. Hapa kwenyewe nina lengo la kumpoteza, na muombaje msamaha.
Kumpoteza tena? Ndiyo. Kivipi yani? Sikiza nikwambie, hayo mengine utayajua, ila mimi ninachotaka ni kitu hiki, ujenge mazoea naye. Mimi huyo nianzishe mazoea na yeye? Jenge mazoea naye, alafu mambo yakishakaa vizuri tutajua tunafanyaje. Haina shida, mimi ndo antisabi. Ukimsikia mwingine fotokopi, hayo kwangu mambo madogo tu. Mimi nitaanzisha naye chepu tu kwa haraka. Hata sio siku nyingi, si unajua tena sina mambo ya kupoteza mie. Mie haka sio shida zangu hizo. Yaani hapa umefika. Sasa nisikilize shogangu, usiniangushi. Yaani mimi mwenyewe nakutegemea wewe. Mie kuna kitu kinachonishindikana mbele ya antisabi. Kila kitu kwangu kinawezekana. Sasa nisikilize shogangu, mimi hapa ninaondoka kwenye harakati zangu. Ila ninachokuomba tu fanya kama nilivyokuambia. Dada, unanikumbuka? Nakufahamu, si yule kaka pale siku ile? Mimi ndo yule wa ile siku mwokota makopo. Yaani basi nilivyokuona ndo nimekumbuka lile jambo letu tuliloliongea. Lile jambo letu la kuhusu kazi. Si uliniambia kuwa na shida na kazi? Kweli dada yangu, na shida na kazi kiukweli. Basi usijali kakaangu, yaani hilo limeisha. Leo nyumbani kakaangu yupo, tungeongozana wote ukaongee naye. Mimi najua watu watakupa kazi. Basi sawa, tuondoke dada. Mimi sithaminiki, nikipita misiaminiki. Mimi sifa mbaya kwangu mimi, nikipita mwizi wao mimi. Mimi mbaya zaidi ya kenge ya mapenzi, nali yangu mimi sijiwezi. Mimi najiuliza mimi nifanye nini? Basi usijali, ngoja nimwite kaka hapa niongee naye. Kaka. Vipi? Poa. Kaka, mimi nilipokuwa natoka huko kwenye mizunguko yangu, nimekutana na yule mkaka. Ananiambia kwamba ana shida na kazi. Kwa hiyo mimi nikamchukua nikamleta hapa nyumbani. Kama kuna uwezekano mpatie kazi. Wewe nani kakwambia sisi tuna shida na mfanyakazi hapa? Nakuuliza, nani kakwambia tuna shida na mfanyakazi? Ndio umetuletea? Baba, vipi? Fresh bro. Wewe ndo unatafuta kazi? Ndio bro. Samahani bro. Mimi nimeokota makopo. Na kama unavyojua, saizi haya makopo hayapatikani bro. Na ndio maana nilipomwona udada nikamuuliza kuhusu masuala ya kazi. Kama nyumbani kwao atakuwa na kazi wanipatie. Na ndio maana naona amenileta hapa bro. Wewe, nani yako wewe? Mwajuma, nani yako huyo? Kaka, mimi nimefanya tu kama msaada kumsaidia. Muone basi huruma na yeye. Wewe hili shirika la misaada? Wapi tumeandika tunasaidia watu wa design hii? Huyu si mwizi huyu, ukimtazama kabisa huyu si mwizi huyu. Unanichokonoa wewe sikio wewe. Kwanza Mwajuma, wewe unamjua? Unamfahamu yule? Unakujua kwake? Asa inakuwaje mtu unakutana nayo leo tu na leo unambeba unaanza kumleta hapa kuja kumuombea kazi? Akiwa mwizi, wewe unamjuaje? Amepewa kazi hapa amefanya ameiba. Unaenda kumtafutia wapi yule?
Jamani, muoneni huruma, naye binadamu. Jamani, muoneni huruma, naye binadamu. Pua lile, wewe kwenzi zinakuhusu. Oya, sikiliza mwanangu, umebeba nini humu? Humu kuna makopo. Kuna makopo? Sijakwambia uyatoe. Nimekuuliza umebeba nini? Humu kuna makopo. Kuna makopo. Sikiliza, nyinyi ni wezi wa kisasa. Mnajifanya kwamba nyinyi ni wakota machupa. Uje hapa, umuokote mdogo wangu, uokote na viliopo, si ndio? Sikiliza, iwe mwanzo na mwisho kukanyaga hapa. Afu wewe, hii takataka yako sitaki kuiona hapa. Umenisikia? Haya baba, tembea. Bro, nashukuru. Unashukuru hapa kanisani? Kashukuru huko, mimi nimekupa nini wewe? Shenzi nini muone? Tangi kaabuti. Wewe. Wewe Mwajuma wewe. Umemwona? Kuna mtu nikimkaripia, bwana wewe mwache wifi, umemwona? Leo katuletea mwokota chupa. Kesho atatuletea mzibu wa vyoo hapa. Umeshaanza na ikitokea kitu unaanza kunisema mimi. Mimi ndio nilimwambia ndiye akamlete mtu akamleta. Yule mwanamke mwenzio. Kaa naye vizuri. Yaani kesi za mdogo wake anaweza kunibambikia na mimi tena. Na kesi za kwangu mimi. Welado. Sasa vipi? Mbona umeondoka nyumbani vile? Mwajuma, nimeamua niondoke kwa sababu inaonekana kaka wako amepaniki kabisa, na ndio maana nikaamua kuondoka, isije ikaonekana mimi labda nataka kuharibu maisha yako Mwajuma, na ndio maana mimi nimeamua kuondoka. Kwanza naomba unisamehe Lado kwa kilichotokea. Mimi sikutarajia kakaangu akujibu maneno yale. Sawa. Sikiliza Mwajuma, wewe rudi nyumbani. Wacha mimi niendelee na kazi yangu ya kuokota makopo. Hapana Lado. Mimi sihitaji kurudi nyumbani. Mimi nahitaji kuishi na wewe. Maisha yangu maseke, hali yangu inafanya niteseke. Maisha yangu maseke.